الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق النبي الأمي صلوات الله وسلامه عليه وآله حق قدره ومقداره العظيم في كل لمحة ونفس، صلاة يخرجنا بها من ظلمات الجهل والوهم ويكرمنا بنور الفهم ويوضح لنا ما أشكل حتى يفهم، إنه يعلم ولا نعلم وهو علام الغيوب. بتوفيق الله سبحانه وتعالى tukiendelea na kusomeshana tafsiri ya suratul Qiyama ambayo tulishaianza mpaka aya ya 6. Leo tukiendelea Allah anaposema fa idha bariqa albasar wa khasafa alqamar wa jumi'a ash-shamsu walqamar yaqulu al-insanu yawma idhin ayna al-mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idhin al-mustaqar yunabba'u al-insanu yawma idhin. Vikaondolewa vikawa tena havina mambo ya kutoa mwangaza kumulika, jua na mwezi vyote vikaondoshwa. Ikishafika kipindi hicho sasa mwanadamu ndo atajua hichi sasa kweli ndio kiyama. Sasa kama ndio kiyama, yaqulu al-insanu, huyu mwanadamu ambaye anapinga mambo ya kiyama, anafanya mambo mabovu, anafanya mambo mabaya, kuharibu mustakbal, kupinga yanayokuja mbele, kama ambavyo tumeelezana. Yakulu, siku hiyo ndo atakaposema sasa, yaumaidhin, katika siku hiyo, aina almafaru, leo wapi pa kukimbilia? Nikimbilie wapi? Anajiuliza, wapi leo pa kwenda? Maana wakati huo patakuwa kote hapaonekani, jua na mwezi kumbuka havipo tena, lakini zile zilzali zimeshatokea, vurugu mtindo mmoja katika dunia, milima imeondoka. Sasa mtu anajua leo nitakimbilia wapi ili niweze kujihami? Kalla la wazar. Allah akamalizia mwenyewe katika aya hiyo akisema kalla la wazar. Si hivyo, siku hiyo ikifika hakuna pa kutegemea, hakuna pa kujificha. Na kutokana na siyaki ilivyo unaweza ukasema la wazar, hakuna pa kukimbilia, pa kwenda hakuna. Yesu anatoka pa kukimbilia, akishakimbilia kule ili akapate cha kujikinga, kama vile ngome, kapate mlima, jumba kubwa hivi, hakuna siku hiyo. Sasa ushaona ule mlima Kilimanjaro umeondoka, wewe utajibanza wapi? Kwenye mti au kwenye gorofa? La wazar, hakuna. Kila kitu siku hiyo ndo kimekwisha. Ila rabbika, ni kwa Mola wako pekee. Siku hiyo watatambua
kwamba bana hakuna pa kwenda isipokuwa ila rabbika, kwa huyu Mola wako. Kana kwamba hapa anaelezwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini siku hiyo jibu litatoka upande wa Allah subhanahu wa ta'ala yeye mwenyewe, kwamba Muhammadi, wewe Muislamu, usipate shaka, hawa na kupinga kwao kiyama siku hiyo hawapati pa kwenda. Sio jeshi, sio mwanasiasa, sio mwanamichezo, sio nani, hakuna pa kwenda. Mimi nitakimbilia hapa, hakuna. Ila rabbika, wote hawa watakuja kugundua kwamba kwa Mola wako ambaye sasa wanampinga hivi sasa, amri zake hawataki kutekeleza, maneno yake hawataki kusikiliza, na wanajua kwamba ameahidi wote wanaokwenda kinyume na amri zake, kinyume na dini yake, atawaadhibu na moto wa Jahannam. Sasa wao walipinga kwanza kiyama hakipo, kufufuka. Sasa haya yamekuja, ina maana tayari kiyama. Tutafanyaje sasa yale mengine tuliokuwa tukiyakataa yasitukute? Watagundua kwamba ila rabbika, kwa Mola wako tu. Yaumaidhin, siku hiyo, almustaqar, ndiyo penye tulizo, ndiyo penye amani. Sasa utaendaje? Mustaqar ndiyo marejeo, huna pa kwenda isipokuwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bali pia mustaqar inaweza kuwa muntaha, ndiyo mwisho wa mambo, kwamba hapa bana sisi haya yashatukumba, wapi pa kwenda? Hapana isipokuwa pale pale, kule kule. Lakini pia almustaqar, kule ndio pana sehemu ya watu kupata nafuu, kujikinga na adhabu ya moto na kila kitu. Sasa wao tayari wameshaharibu. Allah subhanahu wa ta'ala akieleza hii siku ya kiyama anasema, yauma yubaddalu al-ard, ardhi itaondolewa ikawekwa ardhi nyingine. Maana sasa hii ardhi ndio ile jua, mwezi, vote pembeni. Na imekuja katika riwaya nyingine kwamba baada sasa ya watu kuwa katika ile mahshari, watu wakikimbizana huku na kule, kutakuwa huko pembezoni kumewaka moto. Kwa ukikimbia ukaingia kwenye moto, nani anakubali? Kwa hiyo hakuna usalama isipokuwa kwenda kujisalimisha mbele za Allah subhanahu wa ta'ala, kama katika Najm kule alivyosema, ila rabbika almuntaha, kwa Mola wako ndio mwisho wa mambo. Warukeruke tu, wafanye watakavyofanya. Hizi takalubu zao fil biladi, mabadiliko wanayofanya katika miji kadha kadha, wala yasikuchanganye, kwa sababu mwisho wa mambo yote ni nani? Kwa Mungu subhanahu wa ta'ala. Wewe dili na kufanya ibadati, kufanya taa, kujipendekeza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo watahangaika, na yeye mwanadamu mwenyewe atapata jibu kwamba leo hakuna pa kwenda isipokuwa ila rabbika yaumaidhin, ni mbele ya Mola wako huyu ambaye wanampinga hivi sasa. Almustaqar, ndiyo mafikio, ndiyo mwisho, ndiyo penye usalama, ndiyo penye kila kitu, hali ya kwamba siku hiyo yeye ndo atakayekuwa hakimu.
Allah tujalie tuwe katika wale watu watakaopata vivuli na makazi mazuri siku hii ya Kiyama. Maana mchaka na zile mbilinge zake si za maskhara. Hii ndio siku ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema watu wote kuanzia Adam mpaka mtu wa mwisho, manabii, mitume, wacha Mungu, wabovu, waasi, wanini, wote watakuwa tahta liwa, chini ya bendera ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwamba ya Rasulullah, wewe bana, wewe peke wewe tufanyie. Na Mtume siku hiyo ndo atakapoambia ana laha, mimi ndo mwenyewe. Sasa leo ndo mtanijua mimi ndo mwenyewe na mmekubali. Yeye pekee ndo atakayefanya hiyo shafaatul uzma. Ataomba bana, ya Rabbi, naomba ipatikane takhfifu ya hili jambo, iwekwe mahakama. Sasa wale wakwenda huko waende, na wakwenda wapi waende. Hapo ndo patatengwa sasa. Wale wakwenda motoni bila kuhesabiwa wataondoka, kwa sababu wako watu Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akatufikishia kwamba Mungu hapendi hata kuwaona, hataki kuwaona. Kwa hiyo siku ya Kiyama wao kamwe, baada ya kupita shafaatul uzma, wao hakuna cha kusubirishwa, moja kwa moja. Mungu atukinge na hao, na kama tumo miongoni mwao tujalie tutoke katika hao. Kuna watu hawana kuulizwa bwana, lakini pia kuna watu siku hiyo wao nao hawana la kuulizwa, wao peponi moja kwa moja. Mungu atujalie katika hao. Ndo wale ambao watakaokuwa katika kivuli ambacho hakuna kivuli isipokuwa hicho tu Allah subhanahu wa ta'ala akakiandaa. Kwa hiyo watu watagundua kwamba bana, hakuna pa kwenda, hakuna jambo lolote isipokuwa mbele ya Mola wako. Yunabba'ul insanu, na siku hii mwanadamu ataelezwa, ataambiwa bima qaddama, yale yote ambayo ameyafanya mwanzo kabisa wa uhai wake, wakati wa uzima wake na afya yake, yapi ameyafanya, yote ataelezwa. Na ataelezwa kwa moja baada ya jingine. Na tafsiri nyingine wanasema yunabbau linsanu, mwanadamu ataelezwa bima qaddama, yale ambayo aliyafanya kwa ajili ya dunia yake. Kuna mambo watu tunafanya kwa ajili ya dunia yote. Mungu atamwambia ulifanya hichi, ulifanya hichi, ulifanya hichi, ulitumia gharama hii, ulitumia gharama hii, ulitumia muda huu, ukatumia muda huu kwa ajili ya mambo yako ya kidunia. Wa akhara, na yale ambayo aliyafanya kwa ajili ya akhera. Nimependa kuisoma na tafsiri hii ili pia tujue kwamba sio tafsiri iko moja tu, kama ambavyo tunasemaga tafsiri ziko nyingi. Kwa hiyo mtu ataelezwa bima qaddama, yale yote aliyoyafanya kwa ajili ya dunia, lakini na yale yote aliyoyafanya kwa ajili wa akhara, ya akhera, yani haya aliyafanya kwa ajili ya baadaye ya akhera yamfae. Jiulize mimi na wewe sasa, ndo tukianza kuelezwa yale ya dunia na yale ya akhera, kuna kutoka hapo. Muda uliotumia kwa ajili ya akhera na muda uliotumia kwa ajili ya mambo yako ya kidunia,
unaanza hapo tu. Muda wa kuswali ukiutazama dakika 10 labda tufanye, ndio kwa mwezi wa Ramadhani dakika 10 na zile kuimba zile nyiradi, au dakika 15 lisaa liishi. Lakini kwa siku umeangalia mechi 2 au 3, maskani umepita kupiga story ambazo hazieleweki masaa 3, sio? Haya, ukija kwenye masuala ya mali, msikitini utakuwa umetoa sadaka yako 1000 2000 zaidi, pia umetoa na sadaka nyumbani ya kulisha mke na watoto, lakini huko pembeni mara ngapi umejitolea ovyo ovyo ukakaa VIP, au sio? Ukachezea tu pesa kwa ajili ya kidunia, mambo watu wakujue vizuri. Acha zile ambazo Waislamu sisi hatuna, mambo ya kuhonga, japokuwa wako baadhi ya wachache katika sisi wanawakilisha hilo, lakini Waislamu wengi hawapo hivyo. Na Mungu atujalie tuwe hivyo kweli. Maana kuna watu wagumu mpaka ndani ya mwezi huu wa Ramadhani watu wanahonga. Sasa mtu akiangaliwa tu umo peke yake, bado haya, ukirudi harakati zako nyingi ulizozifanya ziko kwa ajili ya dunia au kwa ajili ya akhera? Ndio hapa kule tulisoma katika sabihisma, bal tuuthiruna alhayata dunya. Watu wanasahau kwamba akhera ndio khairun wa abqa. Watu wametanguliza sana mipango yao ya kidunia, akhera wameiacha kama vile hata emergency sio, wameiacha kama vile si msiba. Kama sasa hivi hamna ratiba ya mtu kufa, akifa ni bahati mbaya. Kwa hiyo akhera tumejikuta tunaiacha kama hivyo, yani kama ikitokea mambo ya dini haya basi bahati mbaya tu. Lakini mipango yetu sana sisi wapi? Wengi hapa tumekaa tuna mawazo, siku moja na mimi nimiliki nyumba mjini, nimiliki gari ya kutosha, au sio? Niwe na mzigo wa maana mfukoni. Lakini mchache au wachache kukuta mtu anawaza siku moja na mimi taa za msikiti huu niwe nimeziweka mimi, au mikeka ya madrasa ile niwe nimenunua. Sio shehe kusikia mtu ana bajeti hiyo, rangi ya msikiti ule nikapige mimi. Shehe kukuta mtu anapiga hesabu hiyo, mtu anawaza kuna kiwanja huko nataka kidogo, na ujenzi shehe, mtu tusameheana kidogo, mambo sio hivyo. Na tukiondokana, hiyo ndio ile Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema kwamba siku ya Kiyama watu watakuja washangae kwamba na hili pia na lile, yote imeandikwa. Tunarudi katika ile tafsiri yetu ambayo tumeizoea, yunabaul insanu, mwanadamu ataelezwa bima qaddama, yale aliyoyafanya akiwa hai, yote yawe ya maasia au aliyoyafanya ya mema akiwa hai. Lakini pia wa akhara, na yale aliyoyafanya baada ya uhai wake, yale aliyoyafanya baada ya uhai wake, baada ya kufa. Ziko amali kwa mwanadamu zinaendelea, zinaweza zikawa nzuri au mbaya. Yaani mwanadamu unavyoishi ujitazame mapema, kitu gani baada ya wewe kufa kitaendelea, kizuri au kibaya. Ndio ile wa an laysa lil insan illa ma saa. Mwanadamu hamna anachopata
kuanzia akiwa hai na baada ya kufa, isipokuwa kile alichokihangaikia yeye mwenyewe. Yupo mtu ametengeneza kisima akiwa hai, lakini pia hata baada ya kufa bado kisima kinaendelea kufanya kazi. Yuko mtu ametengeneza msikiti kama huu, sidhani kama atakuwa hai. Imamu mwenyewe anamalizia hapo, kashakufa. Utakuta hata imamu wa mwanzo pia naye umeona kazi, lakini si mpaka leo hii hapa, sio ya Allahu akbar, kuanzia zile Allahu akbar, sami Allahu liman hamida, ashhadu an la ilaha illa Allah, astaghfirullah, nyiradi zile darasa kama hivi anapata wazi wazi. Mwingine kanunua msahafu, mwingine kasaidia madrasa, au sio? Watu wamejua, mwingine kajua kasomesha, anakufa bado mambo yanaendelea. Watu wasizani kwamba ile idha mata ibn adam, mwanadamu akifa, inqata amaluhu, amali zake zinakatika, illa min thalathi, isipokuwa mambo matatu, kwamba ni elimu, sadaka jaria, mtoto mwema. Sio yale tu, ile ni sehemu tu katika moja ya mazungumzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia huyu mwanadamu idha mata, akifa, madhambi yake yanakatika, isipokuwa pia kuna mambo yanaendeleza madhambi. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika moja ya hadithi, na ni sahihi na wako walioweka katika uzani wa hasani, kaeleza wazi wazi kwamba man sanna fil islami, si ndio? Yule ambaye ataanzisha katika hii dini yetu ya Uislamu sunnatan hasana, jambo la kufatwa ambalo ni zuri, kaanzisha. Hapo mwanzo halikuwepo, yeye kafanyaje? Kalileta. Mfano, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwafundisha masahaba namna ya kulea watoto zao, akawaambia adibu auladakum, jitahidini sana kuwafunza na kuwalea watoto wenu katika mambo matatu yale: kusoma Qur'ani, si ndio? Na mengineyo yanayofuata, ambapo ndani yake kuna kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam na watu wake. Sasa namna ya kuwalea watoto wampende Mtume, mtu akakaa akaumiza kichwa, zama zimebadilika, akabuni maulidi, au sio? Akaanzisha watoto wanajua maulidi bana, maulidi tunamsifu Mtume. Kwa hiyo wanakaa wanamsema Mtume pale, alikuwa hivi, alikuwa vile, wanampenda bana, maulidi ya Mtume bana, mashaallah, masha. Kaanzisha huyo katika Uislamu na watu wakaiga. Miskitini, mimi mpaka napata akili, ilikuwa msikitini kama sio ile mikeka ile ya kusuka, basi misikiti ya mjini huku walianza wao mapema kuleta kapeti zile, ilikuwa zulia hizi hamna. Mimi mpaka napata akili zangu, nafika karibu na bale kabisa. Baadaye watu wakabuna, kwani tusiweke zulia, tuishie kapeti zinaumiza magoti nini, au sio? Mtu kabuni, au sio? Sasa hivi misikiti karibu yote mpaka shamba inatiwa nini hizi watu. Bana misikiti bana, saa nyingine tunakosa hela rangi, Waislamu wagumu kutoa, tuweke tiles inasaidia ipigwe rangi haraka haraka tukiosha, au sio? Watu wakabuni. Ukianzisha jambo lolote ndani ya Uislamu lakini likawa zuri na watu wakageza jambo lile, madarisi, mashindano ya Qur'ani, chapa za misahafu mbalimbali,
mpaka una misahafu unaweka kalamu tu yenyewe inasoma, au sio? Huyu kana lahu, anapata mtu huyu malipo ya kile alichoanzisha, lakini haitoshi. Wa ajru man amila, na malipo ya yule atakayefanya. Leo kikao kisoma maulidi, basi mwanzilishi wa maulidi naye anapata. Leo kikao kafanya hivi, na mimi msikiti wetu tukaeke, aliyebuni mtindo huo mwanzo naye bana nimeona jamaa kaleta misahafu 100 pale, na mimi kesho ngoja nikanunue 10 nipeleke msikiti ule, naye jamaa kafaje? Anapata. Uislamu unahitaji hivyo. Ingeishia hapa ingekuwa raha sana, lakini bado mtume kamalizia kabisa, waman sanna, na atakayeanzisha fil islam, ndani ya dini yetu hii, fil islami, katika hii dini, sunnatan sayiatan, jambo baya alafu linaigika, watu wanaliiga. Mfano, mtu akaanzisha kwamba bana, mimi kila Muislamu atakayeongea mimi kazi yangu kumpaka tu. Shehe gani anafanya nini? Muislamu anayekosea huyu kafiri, afai. Kutukana Waislamu wao. Nini sadaka wezi tu maimamu wao kwa kula hela za sadaka, msitoe msikitini. Watu wakageza, kweli watu usitoe bana. Ukitoa imamu anaenda kubadilisha mboga nyumbani bwana. Wewe mwezi wa Ramadhani imamu nimemwona ana kanzu 2 mpya. Usitoe sadaka, lakini kaanzisha yule. Madrasa usipeleke shekhe, watoto wanafeli maisha. Watoto wakopeleka tuition wapi?